Unaiona? Ndio. Unaiona? Na tutaimaliza leo. Amen. Tutaimaliza leo. Amen. Unaliona? Ndio. Unaliona? Ndio. Inasambaa kila. Bwana daktari, ina maana ipi? Juu naona ni matope jamani. Hii inamaanisha kuwa Diana hatawahi kuwa na bwana yoyote. Vile waliweza kuachana na Pinto, hatawahi fanikiwa katika maisha. Njia zake hazitawahi funguliwa. Ndio maana walifungia njia zote za kupata bwana. Like vitu zake zitakuwa tu minus. Ndio maana waliweza kumchimbia na kumwekea mahali hapo wasiweze na kando na hayo kuna mengi, si hayo peke yake. Tukiweza kutaa hii mawengine tutaweza kupata kuwa kuna vitu mingi pia. Si kitu moja. Haya inaitwa Mafia Elephants. Unajua elephant? Unajua elephant? Ndio bwana daktari. Haya ni Mafia Elephant. Na Mafia Elephant ni ngumu kupata sana. Na walianza kuenda kutafuta hadi wakaletea mganga. Ina maana ipi bwana daktari? Nitakwambia maana yake kwa wakati huu. Kwa sababu staajabu ya Musa utaweza kushtuka sasa hiyo. Sitaki niwaambie maana yake. Kwa sababu nikiweza kuambia maana yake unaweza shtuka. Nikuulize, venye unazitoa moja kwa moja, sasa wanaweza kuwa na feel aje ama wako tu sawa? Wao wanaona vitu zinawarudia. Wamechanganyikiwa, hawawezi fanya jambo lolote kwa sababu nguvu zangu ishawalemea. Sasa niwaambia, wacha tu nikwambie. Sitaki niseme ati mbona mkutuambia maana ya hiyo Mafia Elephant. Hii Mafia Elephant ina maana kuwa Diana aweze kuwa kama mama ya Diana aanze kuwa ameenda vilabu. Diana aweze kuwa msherati, akuwe malaya, akuwe akona bwana wengi. Zile zenye Diana aweze kuwa tu hii usiku amelala kwa huyu, usiku mwingine amelala kwa huyu, ile usiku mwingine amelala kwa huyu. Na asiweze kufanikiwa katika maisha. Aweze tu amekuwa malaya na kufanya usherati na vitu zisivyo thamini Mungu. Lakini venye nakuaminia bwana daktari, najua unaweza ukanisaidia. Naweza kukusaidia. Vitu zisiweze kunishika. Vile nimeweza kukusaidia. Na bado nitakusaidia. Kwa sababu Flo Steve ashaleta bwana daktari maji marefu. Na mimi mambo yangu ni zile mambo ambayo inafanywa kwa utaratibu. Na niliweza kukuambia kuwa nitaweza kukusaidia leo na hata baadaye. Ndio maana nakwambia utafuta justice yako. Utaweza kupata justice wako. Kwa sababu nguvu yangu ishawaumiza vibaya sana. Ndio maana nakwambia vitu za kiganga tutaka kuzitoa moja baada ya mwingine. Kwa sababu wasiweze kusema kuwa kuna vitu vingine ambao wasiweze kusema daktari kuna wengine huku bado Hawajatoa. Nataka tuzitoe moja baada ya nyingine bwana daktari. Moja baada ya nyingine. Ndio maana ndio daktari atafanya mambo yake kwa utaratibu bila chuki. Sasa mahali hapa waliweza kuweka inaitwa, wacha nikuonyeshe. Unaweza sogea mbali kidogo. Kuna vitu vya kichawi. Hili ina maana gani? Ungeweza kupenda kujua kuwa hili ina maana gani? Ndio bwana daktari. Unaona ni juala ya mkate. Ndio bwana daktari. Inamaanisha kuwa Diana hatawahi pata his daily bread. Okay. Diana atakuwa tu idling and doing bad things. Okay. So asiwezi kupata kipato chake cha kila siku. Ndio maana unaona wameka uchawi katika bread. Ndio maana nakwambia hizi vitu zingeweza kuwadhuru Diana vibaya sana. Diana hangeweza kupata maisha ya
maisha ya mbeleni, maisha ya usoni. Diana hangeweza kuwa na maisha mazuri. Kumbe ndio maana nakufungulia njia mzuri ili uweze kukuwa na maisha mazuri hapa mbeleni. Na bwana daktari, nilikuwa na swali. Hii pikipiki toka tukuja hapa nimeiona hapa, na kwa sasa hivi bado iko hapa, inaweza kuwa ni ya nani? Nilikuelezea kuwa Ndio. wakati walikuwa nakuja kwa mganga, waliweza kutumia hii pikipiki kuja maeneo haya. Hii pikipiki, ile pesa yenye ulitumia mama yako, aliweza kumsawishi huo stepdad akamnunulia pikipiki. Unanielewa vizuri? Ndio. Aliweza kumnunulia pikipiki ili imsawishi. Ndio maana wako naye. Ndio maana nakwambia kuwa your stepdad is not there for love. He's there for money. Obviously ashasema tukiwa pale. Ndio maana nakwambia he's not there for love, he's there for hata kama mama yako ako na mimba ingine ya mtu yenye hata hajulikani, unaona hata imsumbue akili. Ndio. Hata anajua kazi yake sasa ni kuzaa na kutoa sacrifice, kuzaa na kutoa kafara. Haya ndio mambo yanawaleta hapo, kwa sababu unataka kufaidike, wakuwe na maisha mazuri. Na bado tujamaliza kwa sababu kuna uchawi. Nilikwambia hii shamba kuna uchawi hali hapo. Waliweza kuweka vitu za sasa. Hiyo ni nini? Unaona inaweza kuadhuru vibaya. Sasa sogea mahali huko. Ndio. Nasongea hii side nyingine. Hii ilikuwa kila asubuhi wanaikujia. Ndio. Na unaona ikitoa moshi. Ndiyo. Inaelekea katika upande wa kulia. Sasa hili inatakaza shamba. Usijue pale shamba iko. Ndio. Usijue mahali yote yenye mamako ya kukufunga macho. Ndio. Kwa sababu ukifanyia hivi, hii kitu inasambaa kote kila pahali. Unaliona? Ndio. Unaliona? Ndio. Unaliona? Ndio. Inasambaa kila mahali. Na mbona daktari, sasa ukifanyia hivyo si ndio wanazidi kuwa na nguvu ama? Hawezi kuwa na nguvu kwa sababu nguvu yangu ishazidi wao. Nguvu yangu ishazidi wao. Nguvu yangu ishazidi ya. Hata nikifanya hivi, nilikuwa na kuonyesha jinsi wanavyofanya vitu zao wakijaribu kukudhuru katika maisha. Ndio. Kwa sababu ukifanya hivi, naenda wakati huu inaenda inafunika hiyo shamba. Usaijua iko wapi, iko mahali hipi. Hata ungewahi jua kuwa kuna shamba ambayo imefichwa pahali. Kuna shamba ambayo ilinunuliwa pahali. Ndio. Unaona ukifanya hivi, unaona vitu vinavyozitoa. Ndio. Unaiona? Ndio. Unaiona? Na tutaimaliza leo. Tutaimaliza leo. Amen. Tutamaliza hizi nguvu za kiuchawi. Unaona ukiangalia mahali hapa, ndio. Ukiangalia hapa ndani hakuna kitu. Ndio. Unaona kitu? Hapana. Hakuna kitu. Lakini ukiweza kuifanya hivi, kuna vitu za kiuchawi, vitu za kiuchawi huwezi zielewa. Ukifanya hivi kuna kitu inatoka. Lakini ukiangalia hapa ndani, hakuna kitu. Lakini tutaweza kutoa nguvu zote ziko hapa ndani kwa sababu ni nguvu za kiuchawi. Tunaweza kuzitoa zote hadi ziishe. Hadi hizi vitu zitaiku kunidhuru. Tutazitoa zote. Hizo ni vitu gani zenye zinalia hapo ndani na hakuna kitu? Hizo ni vitu za kiuchawi zimewekwa hapa ndani. Zinaanza kuwadhuru, zinaanza kulia. Utaona wanaanza kupiga nduru huko nyuma, wataanza kupiga nduru zao huko nyuma kwa sababu vitu wanasikia nguvu zao zina reduce kabisa. Nguvu za mganga zina reduce kabisa. Amen. Ndio maana unasikia hapa inalialia lakini hakuna kitu ndani. Wataanza kupiga nduru. Wataanza kupiga nduru. Wataanza kulia kama ng'ombe. Wataanza kulia kama kuku. Unaona zinaisha? Zinaisha. Zinaisha. Unaona zinaisha? Ndio. Zinaisha.
wacha wapige nduru zao, kwa Ndio. sababu hizi vitu zinawadhuru. Zinawadhuru. Sasa kuona hii shamba sasa Ndio. itaonekana kila paha, itang'aa, itakuwa taa ya kijiji. Ndio. Hili shamba itang'aa. Ni kwa sababu katika Biblia Ndio. kuna Biblia inasema kuwa a lamp that is put under a table Ndio. and a lamp that is put above the table. Ndio. Gani itawaka vizuri, kila mtu ataona. Above. Above. Ile taa ambayo iko juu ya table ndio Itawaka. lakini ile yenye imejificha chini ya watu wadogo tu ndio wataiona. Ndio. Sasa waliweza kuficha ile shamba huko chini hili usiweze kuiona na watu wako, lakini sahihi taa yako itang'aa. Ndio. Taa yako itakuwa juu ya table. Taa yako itaweza kung'aisha kijiji yote. Ndio. Utaweza kupata vitu zako moja baada ya mwingine. Pesa zako zote utaweza kuzipata. Kila kitu chako ambayo ilipotea itaweza kujifuata. Hata tumbo yako itaweza kujifungua na utaweza kupata watoto wako vizuri na utawalea vizuri. Ndio maana nakwambia daktari ana mambo yake. Daktari nguvu anazozitumia ni nguvu za Mungu. Umeweza kuona tumeweza kutoa vitu zote katika haya maeneo hadi tumeweza kumaliza. Sasa hili shamba kuanzia leo itakuwa yako. Sasa wao watafanya juu chini ili wakuletee title deed ndikuwe yako official. Kwa hiyo bwana daktari, Yesu umezitoa na zitabaki hapo ama tunazichoma? Hizi tutaenda nazo hadi tutazichoma. Ndio. Kwa sababu nguvu zenye ziko nayo tushazitoa. Like haina nguvu haina maudhuru yoyote. Ndio. Hizi kudhuru kwa sababu ile wakati nilikuwa nazitoa zilikuwa nguvu zao zipo. Sasa ni vitu tu kama vitu za mkate, like ni vitu tu, kwa sababu umeona hata ile ya green tulikuwa tumetoa hivi kwa sababu zimezidi zimepekea zimeenda. Like haina udhuru yoyote. Ndio maana nakwambia daktari mambo yake ni ngumu. Huwezi kuelewa mambo ya daktari. Sasa wakati huu tunataka mganga atuelezee kuwa ana nia gani na mama yako na stepdad wako. Wewe mganga. Mganga mganguzi. Mganga mganguzi, nimekuita mara ngapi? Una nia gani? Kwa sababu saa hii mimi ndio namuamuru. Namwarisha afanye kitu namwambia kwa sababu nguvu yangu imeshinda ya. Mganga mganguzi. Una haja gani na mama ya Diana na babake? Una nia gani na wao? Mama ya Diana nataka tukipata sacrifice, nitumie sacrifice, hakuna kitu ndawasaidia. Wote nitawaangaiza, nataka niongeze nguvu. Mimi unihangaishe? Nataka niongeze nguvu. Mimi nilikuwa naleta wale. Nia yako ilikuwa kunihangaisha. Bwana daktari. Nilikuwa nataka wamwage damu. Diana. Pole jamani. Mimi hapo mimi siongei. Msichana wangu pole. Mimi kwa sasa mimi siwezi ongea. Mimi sina. Wacha mganga aseme nia yao. Pia mama aseme alikuwa na nia gani kwangu. Ndio nipate nguvu zaidi. Nilikuwa nataka tu damu na nguvu. Nilikuwa nawatumia wote. Hakuna kitu nilikuwa nasaidia. Tueleze. Ulikuwa unawatumia kivipi? Tueleze. Nilikuwa nataka wa sacrifice mtoto yao mdogo. Nilikuwa nataka wanitumie nguvu zangu. Mdogo kabisa ama ndugu yangu wa kuzaliwa na babangu. Shindwe wewe. Nilikuwa nataka nitumie damu. Damu yako. Damu ikishatereka ningeongeza nguvu zaidi. Yale wao wote ningewaangamiza. Wao wote ningewaangamiza wote. Hadi pamoja na mama Diana ningewaangamiza. Nilikuwa nafunika macho lakini nia yangu ilikuwa ni damu. Nilikuwa nafunika macho lakini nia yangu wewe uwe hata mimi. Wote. Kwa hiyo venye walikuletea brother yangu ili uweze kumtengeneza kuwe chizi. Walikupatia nini ya maana? Kitu walinipea ni maana, waliniambia watanipea mtoto yao mdogo niweke kama sacrifice. Ili nikisatumia hiyo nguvu yangu ingeongezeka zaidi. Lakini hakuna venye wangesaidika. Hakuna venye wangesaidika hata kidogo.
nguvu zangu ndio nilikuwa nataka niongeze, nikawadanganya walete sacrifice niwasaidie. Hakuna usaidizi hata kidogo ningewasaidia. Sasa kwa hiyo ulikuwa unawapumbuza tu akili, kuwapumbaza tu akili. Nilikuwa napumbaza akili ili waweze kuleta damu. Mimi nia yangu ni damu.